siri ya ugumba wangu? Ipi siri? Siri ya ugumba wangu. Na wiki kama 3 hivi. Kidoti sijaonana naye. Hivi yupo? Kiukweli shemeji, siwezi kukudanganya. Kidoti amepata dharura, kama si wiki ya 2.5 basi ya 3 sasa hivi. Kuna mambo aliniambia kuhusu kizazi chake. Nilijaribu kumshauri kwamba mwende hospitali. Hivi mlilitendea kazi kweli? Hilo janga ni la kwetu sote. Kiukweli Kidoti hajawahi kuniambia kama mlishawahi kukutana na mkaongea ya mambo. Ila ni kwaidi tu kitu shemeji. Pale atakaporudi basi haina budi, inabidi nichukue twende wote hospitali ili mradi tukapate vipimo. Basi sawa. Sawa. Kaka, mimi nilikuletea mwanamke ili upate mtoto, lakini leo hii umeamua kuchukua mwanamke na kumleta humu ndani. Sasa basi usije ukajutia maamuzi yako, kwa sababu anaweza akawa tasa na huyu. Unafikiri kila siku utakuwa unajaza matasa humu ndani? Jiangalie. Shemeji, mimi ningekuomba tu uende. Basi sawa. Wae. Lakini dada, mbona napendaga tu kwaka bila sababu za msingi? Hutaki kujua mwanzo wake wala chanzo chake ni nini? Una shida gani dadangu? Hivi kaka, mimi sio chizi ni wake bila sababu yoyote. Kwa sababu siku zote ninakushauri tunahitaji shangazi, lakini leo hii umeamua kuleta mwanamke humu ndani na kuniona maamuzi niliyofanya mimi sio sahihi. Kiko wapi? Sasa angalia, usije ukamleta tena tasa mwingine. Mimi nilikuletea mwanamke ili upate mtoto, umeniona sina akili. Ngoja kapumzike, maana naona pashaanza kuchangamka sasa. Kindende. Oh, kaka. Shikamoo kaka. Shikamoo ya nini bwana? Vipi, unatoka wapi? Natoka hivi naelekea nyumbani. Okay. Sasa bora nilivyokuona. Kuna kitu nahitaji nikwambie, ila kitu hichi sihitaji hata kakako kujua. Naomba kakako asijue kabisa. Ni kitu gani hiko ambacho kakaangu hapaswi kukifahamu? Ni kitu kizuri, sio kitu cha ajabu, naamini wewe pia utakifurahia. Unajua Kindende, wewe umeshakuwa sasa. Tena umekuwa msichana mzuri. Sijui unanielewa, naamini watu wengi wanakusumbua sana. Ila mimi nimetokea kukupenda sana Kindende. Nimetokea kukupenda sana sana sana. Wizi. Wewe ni rafiki wa kaka yangu. Na kuheshimu kama kaka yangu. Alafu isitoshe, mimi bado ni mwanafunzi. Sipaswi kuharakia mambo kabla ya umri wangu. Kindende, kuwa mwanafunzi sio shida. Sawa, mimi sitokuharibia masomo yako kabisa. Alafu isitoshe, mimi mwenyewe ni mwalimu. Nimesoma mimi, naweza tukaja nyumbani kufundisha tuition. Sijui unanielewa. Na kuhusu swala la masomo, wewe usijali kabisa. Siwezi kuharibia masomo yako kabisa kabisa kabisa. Sijui unanielewa. Na pia nitakuwa nakusaidia hata uniform, vile vidogo vya shule. Hata kakako siku akikosa hela, unapitia nyumbani tu pale unachukua unaenda shule. Yaani kuwa mpenzi kwako. Sawa, sio kukuharibia bali ndo nakunufaisha zaidi. Utafaidika kuhusu hili.
Sijui unanielewa Kindende? We kaka wewe. Ukiendelea hii michezo yako kunisimamisha barabarani afu kuniambia mambo ya kipumbavu, nitamwambia kaka. Kindende. Sema nini? Sio kesi. Mimi nikihitaji kitu changu lazima nikipate tu. Wewe mtoto mdogo. Kachimbe mti ule dawa, 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 kachimbe mti ule. Kumbe unaniogopa? Sasa basi, sitaki uniingilie katika mambo yangu, na ukijaribu kuniingilia nitakupoteza. Nikikuangalia na kuona mweupe. Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Mimi ninaitwa Mganga Msasa. Kazi yangu kusugua tu na sugua tu. Kama wewe ni msasa, tutasafishana. Sawa, tusafishane. Huo mwili tu nikikuangalia na kuona mweupe. Hausumbui hata kidogo. Kwanza umekuja kwenye himaya yangu, una bahati sana kijana. Tena toka hapa kwenye himaya yangu, toka! Yaani ni mtoto mdogo sana anakuja kutamba katika himaya yangu. Aya, ana bahati mno. Sasa hivi kama makali kidogo yamenipungua. Ipi siri, siri, siri ya ugumba wangu? Ipi siri, siri, siri ya ugumba wangu? Oh, Wizi. Oh, da Sharifa. Habari yako? Salama kwema? Kwema. Nilikuwa nakuja huko. Wapi, kijiweni? Okay, niambie. Nilikuwa na shida na chumba. Chumba okay. Chumba kipo mtaa Mwenyekiti hapo kati. Sawa? Na kile chumba kina tiles ndani, gypsum board, rangi, sawa? Kina umeme na maji na kina fence. Sawa? Na kile chumba kwa mwezi ni 70,000. 70,000? 70,000 ndio. Bwana gari. Unajua kile chumba dadangu umepata bahati kwa sababu gani? Chumba cha 70,000 kiwe na fence, kiwe na gypsum board, kiwe na rangi tiles. Maji, umeme ni bahati kubwa sana. Wengine wote wanafanya 150,000, laki na 20,000, lakini yule mama anataka 70,000 tu kwa mwezi. Tena unapata bahati kweli kweli yani. Mimi wazo wangu 50,000, alafu isitoshe kwa nataka chumba na seble na mdogo wangu naishi naye. Oh, yule mdogo wako Mtindi? Okay. Kwa sasa hivi hapa bado sijapata chumba na seble kwa 50,000, lakini unajua mimi dalali mkongwe, dalali mzoefu, kitapatikana tu. Sawa? Sawa. Namba zako ni zile zile? Zile zile. Basi sawa. Sawa, dalali ya simu yangu. Ndio hakika. Sawa.
ya ugumba wangu. Ipi siri, siri ya ugumba wangu. Kindende, uelewi nini sasa hapo? Kila siku nakwambia neno moja. Na hii ni mara ya pili sasa. Kuwa nakupenda. Ina maana Kawizi, umenisimamisha hapa kwa ajili ya kuniambia mambo yako ya kijinga sio? Kindende, ujinga na upendo unaingiliana vipi sasa hapo? Lakini Kawizi, si nishakwambia sikutaki, kwani mbona unielewi? Alafu, kwa nini unapenda kunilazimisha? Nishakwambia na kuheshimu na kuchukulia kama kakaangu. Sikia nikwambie, mimi nahisi kama uniamini. Shika hii, itakusaidia katika matumizi yako. Na hiyo yote ni kwa ajili ya kuaminisha kuwa nakupenda. Naomba uchukue. Shika hiyo kwa ajili ya kuaminisha kuwa nakupenda. Sitaki! Utaki vipi sasa? Hebu chukua basi. Sitaki!